Kila siri ina mwanzo wake. Katika maisha, kila tendo lina matokeo yake. Hadithi hii inatukumbusha kuwa hakuna siri ya milele. Wakati mwingine yaliyopita hurudi kudai majibu yake. Kila siri ina mwanzo wake. Karibu tutazame Ziwa la Kifo. Ziwa la Kifo, ukweli uko wapi? Ukweli uko wapi? Kumbe miaka yote nimeishi na wewe hujaniambia. Unanichukuliaje mimi? Nakwambia unanichukuliaje? Nisamehe mume wangu, naomba unisamehe. Sikutarajia kufanya hivyo mume wangu. Kumbe nimeishi na wewe kwa miaka miwili, bado hujanijua vizuri. Sasa leo utaniambia ukweli. Mume wangu, naomba unisamehe. Sasa wewe, Mungu, utaniambia ukweli. Niambie leo, utaniambia ukweli. Sinaongea na wewe. Niambie. Naongea na wewe. Aise, Mungu wangu, utaniambia uniambie. Nisamehe mume wangu. Sikutarajia kufanya hivyo mume wangu. Naomba unisamehe. Sitaki msamaha. Naomba unieleze. Naomba unisamehe mume wangu. Nisamehe mume wangu. Sasa wewe ndoto ina maana gani? Na kama mume wangu kanigundua itakuwaje? Nimekwisha mimi. Ziwa la Kifo, ukweli uko wapi? Ukweli uko wapi? Ziwa la Kifo, ukweli uko wapi? Ukweli uko wapi? Mmekapotelea nchi za jirani. Habari ya asubuhi Shem. Salama. Mbona upo katika hali ya mawazo? Ni kweli Shem, sipo sawa. Kama unavyoelewa kaka yako yupo South Africa. Na huko kumetokea vita. Nampigia simu yake haipatikani. Kwa hiyo nina wasiwasi mkubwa sana. Ni kweli Shem, tunaangalia kwenye TV machafuko yaliyoko Saudi. Ila tujitahidi tu kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Kaka atakuwa salama. Ni kweli Shem, nazidi kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, atamsaidia atarudi salama. Na ingependeza zaidi angekuwa anapatikana kwenye simu ili niwe naongea naye, nijue kama yupo salama au hayupo salama. Nijue nini kimetokea ili nisiwe na wasiwasi mkubwa sana kama hivi Shem. Na imani atakuwa salama. Asipopatikana kwenye simu tumwombee tu kwa Mwenyezi Mungu atarudi. Sawa Shem, nitajitahidi kufanya hivyo. Basi sawa Shem, ngoja niingie ndani nikapumzike. Sawa, mimi nipo hapa. Ziwa la Kifo, ukweli uko wapi? Ukweli uko wapi? Ziwa la Kifo, ukweli uko wapi? Ukweli uko wapi? Wazi dada. Karibu mdogo wangu. Asante, shikamo. Marahaba, ujambo? Jambo. Umekuja tena? Nimerudi tena. Karibu. Nina machungu na ugonjwa wa mtoto huyu, mjukuu wetu.
Dada, mwambie mtoto wako arudi hapa aje muangalie mtoto. Kasi tamuua. Kwa nini anania ukaa mjini? Utaki arudi hapa? Sasa mimi ni wao nawasiliana naye, tunaongea vizuri. Sasa na wewe sijui hapa unakuja kila siku kuja kuniuliza maswali yale yale, unatafuta nini? Kama unataka kamtafute wewe. Mimi najua mtoto wangu ana mtoto mmoja ambaye ndio mjukuu wangu. Kwa hiyo siwezi kumchukua hapa tena nimpeleke mjini. Nilishakwambia hivyo. Sitaki kabisa. Sasa hali ya kwenye simu itatibu. Si aje amchukue yeye mwenyewe, mume wake ana hela. Mume wake mwenyewe hatumjui, ni kwenye simu tu, kama ni kwenye WhatsApp ni nini? Aje hapa amchukue mtoto wake akamtibu mjini, ndio kuna hospitali. Sisi hatuna uwezo wa kumtibu ugonjwa wa kansa. Hayo hayakuhusu ya yeye kuzaa kule wala kumjua baba mkwe wako. Hivi havikuhusu. Wewe muache mwenyewe akae kule, kama anakula, anavaa, analala, basi. Kama unataka sisi tumshughulikie huyu mjukuu wetu. Sasa ili mjukuu wako uendelee kumuona, aje amchukue akamtibu apone. Kwa sababu usipo mtibu akapona, huyu mtoto tutampoteza. Kwa sababu nielewi mtoto mwenyewe mara azae huku haeleweki kuwa na mwanaume mmoja. Sasa huyo aliyemuoa huyo aje amchukue mtoto akamtibu. Kama itawezekana mimi kuanzia sasa sirudi tena, simo kabisa. Basi acha, nenda usije tena. Wifi, nimekuja kukuambia kuna sehemu nataka niende mara moja. Wifi, sehemu gani hiyo? Nataka uende sasa hivi. Mpenzi wangu amenipigia simu, amesema anataka kuonana na mimi, kwa nataka niende mara moja, sichelewi lakini. Wifi, lakini unajua kabisa kwamba mimi maisha ninayoishi na kakako naishi kama mfungwa. Hata sokoni siendi, kila kitu naletewa hapa hapa. Ndio, namjua ni mkali sana lakini tawahi kurudi, sichelewi. Mimi kwa hiyo siwezi kukuzuia. Mambo yako unayofanya siwezi kuyazuia. Ni siri nyingi sana na kufichia. Kwa hiyo nakuruhusu. Ninachokuomba sasa hivi saa 9. Naomba uwahi kurudi. Hila hata kama akirudi huko alikoenda, akukuti hapa ndani, asipokukuta hapa ndani, msalaba wote nitabeba mimi. Kwa hiyo wifi, tafadhali, kama unanipenda, naomba basi unionee huruma mimi mwenzako. Sawa, sichelewi. Na kuhakikishia tawahi kurudi. Haya poa, naweza ukaenda, mimi utanikuta hapa nipo. Bye. Kapotelea nchi za jirani, habari zinarudi kila siku tofauti. Wengine wanasema amekufa zamani, wengine wasema achana naye, endelea na maisha, lakini moyo wake bado unasubiri, anajiuliza. Madam, mmeniwekea barafu za shilingi ngapi? Madam, mbona kama hauko sawa? Niko sipo sawa. Ulikuwa unasemaje? Madam, nilikuwa nakuuliza mmeniwekea barafu za shilingi ngapi? Nimekuwekea za 15,000. Madam, afu mbona kama hauko sawa? Shida nini? Afu mimi sijakuzoea ukiwa kwenye hali kama hiyo. Ni kweli sipo sawa. Mume wangu takriban miaka 2 sasa yupo South Africa, na inasemekana huko vita vimetokea, na ninampigia simu yake haipatikani. Sasa hapa nawaza sijui nifanyaje. Madam, usiwe na wasiwasi sana, atarudi. Lakini umeshaongea na wazazi wake? Ndiyo, na wenyewe wanafanya kama ninavyofanya mimi, wanampigia simu yake haipatikani. Sawa madam, ila usiwezi sana, atarudi, utakuwa naye pamoja. Sawa, najitahidi kumpigia na kumuombea pia kwa Mwenyezi Mungu. Sawa madam, mimi natoka. Sawa, kazi njema. Kweli ufichika
Hello mama. Halo mwanangu. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Lakini mama, nilishakwambia usiwe unanipigia simu. Kwa hiyo akinikuta hapa naongea na wewe itakuwa kesi, nitakuwa nakupigia simu mimi. Mimi napata wasiwasi kwa sababu sijui kinachoendelea na huku mtoto anaumwa. Mama, nina changamoto kubwa sana. Kwa hiyo mama, kwa hiki kipindi utanisamehe sana. Japo tu najisahau kukupigia simu, lakini nitakuwa nakumbuka kukupigia simu. Samahani sana mama. Simu nitakuwa nakupigia na nitakuwa nakukumbuka. Ila chonde usuna nipigia simu. Lakini mtoto huku hali yake sio nzuri. Mtoto hana maendeleo mazuri. Mama najua. Mama huyo ni mwanangu, nimebeba tumboni miezi 9. Uchungu wa mtoto na ujua. Mama na usinione nimekaa kimya hivi, nafikiria vitu vingi sana. Mama ukiniambia hivyo kuhusu mtoto nafika mbali sana. Kwa mama nisamehe sana. Nitakuwa nakutafuta. Jitahidi uje umuone mtoto. Mtoto anaumwa. Mjomba yako alifika hapa na yeye hakupendezwa na alichokikuta. Alikuja akaongea sana akasema kama mimi sitaki kuwasiliana na wewe, tumtibu mtoto. Yeye anaweza kujitoa hata kwenye ukoo. Kwa hiyo jitahidi sana. Haya mama, bye. Bado tu narudia yale mambo yako rafiki yangu. Ndiyo. Kwani ninavyokushauri ni vibaya? Heti shemeji yako yupo ndani, bado unasumbuka kumsubiri mmeo. Una imani kwamba bado yupo hai? Yule alishakufa, yaani unajisumbua bure. Hapana, mimi siwezi kumsaliti mume wangu. Nina imani mume wangu yupo salama na ni mzima, atarudi. Na sijakwambia kwamba umemsaliti. Yule amekufa ila hujamsaliti. Unamuogopa nani wewe? Upoje wewe? Punguza uoga bwana. Au unaogopa wakwe? Wakwe kitu gani? Hivi kitokea leo mmeo amekufa, nani atakulisi kama sio shemeji yako? Wewe pita naye, acha uoga bwana. Upoje wewe? Yaani hapa hakuna ninachokulewa hata kimoja. Kwa sababu mimi nina imani mume wangu yupo na anaishi. Sema tu hapatikani kwenye simu. Siku akipatikana, nina imani nitaongea naye na atakuja. Light kama angekuwa anatambua kwamba huku ameacha mke na anakupenda kweli, na anajua kwamba ni mzima, angetafuta simu akakupigia na akakutafuta wewe. Unasumbuka kumtafuta mtu ambaye hana shida na wewe? Badilika. Mwanamke gani unachelewa? Dunia ya sasa bado upo hivyo yaani nakuonea huruma hadi sopo. Rafiki yangu, mimi naona unavyonishauri mimi haviniingii kabisa akilini. Maana hapa nimeshachanganyikiwa, mume wangu hapatikani, alafu nawe tena unaanza kuniambia mambo yako ya kutoka na shemeji yangu. Mimi sitaki. Kama ni hivyo, kama unataka kama tuishi vizuri na tuendelee na urafiki wetu, usinishauri mambo yako ya ujinga. Wewe nishauri tu vizuri basi. Umejichanganya mwenyewe. Light, ungefuata mamzi yangu, usingejichanganya wala usingechanganikio. Ana, toka nyumbani kwangu. Unanifukuza? Toka nyumbani kwangu. Kapotelea nchi za jirani, habari zinarudi kila siku tofauti. Wengine wanasema amekufa zamani, wengine wasema achana naye, endelea